Msimamo. Vipi mwanamke, umeenjoy? Wewe tena. Kwa nini usienjoy? Au wewe? Kwa vipi unajichenga? Najichenga? Maswali gani unaniuliza? Unanikera. Mimi hapa ndo nishaamini. Lazima unajua wewe student na. Student shule nishamaliza. Ya bora kamchongo miaka 30 na wewe. Sasa baridi tutabisha yote hapa hapa wewe. Kweli. Kabisa. Ndio maana nakupenda. Msimamo. Acha upumbavu wako. Hicho ndio kicho kufanya utoke kwa mama kuja huko. Unabeba virago vote unakuja navyo huko. Wewe kuna mengine mpaka unarudi huko nyumbani. Au unataka wewe kama mdogo wako anavutangatanga na njia. Yuko mtani atangatanga na njia. Na wewe unarudi huko. Mimi nategemea wewe umeolewa huko nyumbani kwa mume wako. Leo wewe unakuja huko. Unataka ufanye nini? Au umekuja huku utakitaka njia kama mdogo wako anavyohangaika. Mbona mnachanganya ni watoto? Nisameje mpaka mnisikie. Sasa hivi piga simu mpigie mume wako aje hapa. Lakini mama, mimi nadhalilika. Piga simu sasa hivi mume wako aje. Unataka uweje kama mwenzio? Piga simu. Piga simu sasa hivi bwana. Mama, wewe ndo mama yangu. Nimesema piga simu bwana, tusibishane. Piga simu. Mbona mnanichanganya? Naambie mpenzi wangu. Mimi nimeaga nyumbani. Naenda kushangazi. Nataka siku 3. Wow. Bila shaka mimi nachokupendea mpenzi wangu ni mtu wa kujiongeza sana. Hizo siku 3 mimi na mimi tutaenjoy sana. Na ngoja nitoke hapa nikakuandalia angalau mazaka fulani hivi ili uweze kuenjoy kwa sababu ugeni sio wa bure, naamini hivyo. Leo basi naona mambo shaka makubwa sasa, dunia kwanza baadaye mimi basi mambo shaka magumu ya mpenzi wangu, basi baadaye kidogo wewe ni msila na siku nyingine, sawa? Nenda.
Sawa mama, nimekuelewa. Natumaini hata mke wangu pia amekuelewa. Na kuahidi tu kwamba utakaporudi nyumbani tutaenda kwa pamoja, tutazungumza. Maini hili halitajirudia tena. Mimi ninachokitaka nende mkaishi maisha mazuri, maisha ya kwenda kurudi mimi siyataki. Labda atakaporudi arudi na talaka, lakini hiyo sitegemei. Mkaishi vizuri, mpate watoto na mimi niitwe bibi. Umenisikia? Nimekusikia mama. Kwanza ndugu yangu, niseme kwanza nashukuru sana kwa kuweza kunisaidia na kuweza kunistiri. Maana ndugu yangu, ningesema nikimbie na hili shuka hii, ingekuwa ni aibu kaka. Umeona? Kwa hiyo mimi sina ndugu yangu cha kusema mengi, lakini bali ni shukrani tu. Umeona bwana? Maana sasa hapa nikisema niende nyumbani kule, yule mnyama atanitafuna kaka. Ukweli yani ni huo. Sasa ni bora mara 10 tu nifike sehemu nikazugezuge pale, nikae. Muda huo nikitunga sheria za kuweza kumwambia. Bwana, wewe usijali. Haya imetokea na ameisha. Kwa hiyo kikubwa wewe relax. Usiwe na papara. Hivi ni vitu vidogo vidogo sana ambavyo vinatokea katika maisha. Na tunaweza kusema ni ajali kazini. Unaona bwana? Kwa hiyo relax. Usiwe na papara. Vitu vinatokea katika maisha. Kikubwa wewe tu kwa sasa hivi naona hadi umechanganyikiwa bwana mkubwa, kana kwamba hadi t-shirt umeigeuza yani. Umegeuza t-shirt hiyo. Punguza mawazo. Ajali kazini hizi. Bwana wewe. Punguza mawazo ndugu yangu. Ndio hivyo. Punguza sana mawazo. Usijali ndugu yangu. Kikubwa tupo pamoja sana. Kwa hiyo ndio kutokea, pole sana. Tupo pamoja sana. Na sisi ni ndugu sana ndugu yangu. Ndugu sana ndugu. Basi sawa. Ila na wewe ndugu yangu, vipi? Wanyama wanafunzi? Kini wewe umezidi. Ndugu yangu umezidi wewe. Asi nakwambia ukweli, umezidi. Palo. Haya mahusiano mpaka lini? Tuna muda mrefu sasa. Nimeshakwambia unipeleke kwenu. Kama unanipenda kweli, kwa nini usinipeleke kwenu? Nimeshakusubiria, nimechoka mimi. Niambie, ni lini unanipeleka kwenu? Tulia mama. Relax. Swala la kwenda kukutambulisha nyumbani ni mapema sana. Mimi kuna mambo yangu naweka sawa. Nitakapoweka sawa, basi nitakupeleka nyumbani. Una mambo yako unaweka sawa, si ndio? Una mambo yako unaweka sawa, si ndio? Sasa basi, heka sawa mambo yako. Ukimaliza utanipata. Na naomba nisije nikakuona gengeni kwangu. Usifikie. Niache Faro. Basi tumalizana tu.